Sisi tulifanya makosa na mnisamehe. Tulikuwa natafuta kiongozi tukachagua mfanyabiashara. Huyu sasa useme haraka amenyang'anya wa biashara wote biashara Kenya. Sisi tulifanya makosa na mnisamehe. Tulikuwa natafuta kiongozi tukachagua mfanyabiashara. Huyu sasa useme haraka amenyang'anya wa biashara wote biashara Kenya. Ako kwa kila sekta ya biashara. God forbid. One, ameingia manufacturing. Ako na kampuni 2 manufacturing steel. Nice. Amenunua Baburi Cement. Amenunua kampuni ya tiles. Na ndio ameweka very heavy tax on imported tiles. Ndio kampuni yake iuze tiles yote katika Jamhuri ya Kenya. Chuma, simiti na tiles. Ndio anasukumia sisi affordable housing kwa sababu ndio anauza chuma na simiti na tiles. Okay. Now your head correct. Wafanyabiashara wote walikuwa manufacturing ya cement, steel, tiles amewaua. Ametoka hapo ameingilia medical business. Anataka kuchukua Nairobi Hospital. Jesus. Ile hospitali ya kifahari. Jana, all the board members of Nairobi Hospital wamekamatwa. Wamekuwa wakisukumwa wabadilishe sheria ndio Kasongo achukue Nairobi Hospital, wakakataa. So polisi wametumika. Yesu! What did you say? Wamekuwa rounded up wote. Wamefunguliwa different police stations, watashtakiwa kesho na mashtaka ya uongo, ndio walazimishwe wajiuzuru, waweke bodi mpya, ndio William Ruto achukue Nairobi Hospital ikuwe hospitali yake. Nairobi West Hospital ni yake. What? Na ndio aliua ile hospitali ya Mishra, ndio yake ivume. Blood of Jesus. Ameingia biashara ya insurance. The police insurance scheme ni yake. Come again. Ile insurance scheme ya civil servants ni yake. Ametoka hapo ameingia mambo ya masomo. This man Anajenga university in Eldoret. So anataka kuua Moi University ndio university yake ipate watoto. Aliingilia mambo ya Fuliza. Fuliza ni yake. Alichukua kutoka Safaricom. Ametoka hapo amechukua E-Citizen. Ako na 80% shares ya E-Citizen. Ametoka hapo mambo ya hospitality, mahoteli. Ameweka mahoteli Taveta, Mombasa, Amboseli, Samburu National Park, kule Mara, Masai Mara, hata amefuga mto ile wanyama wanapitia. My God. Kazi yote ya conferences and seminars and workshops ya serikali inapelekwa hoteli yake ya Weston. Ametoka hapo, ameingilia mambo ya banking. Enough is enough. Amenunua benki inaitwa Sidian. Have you heard me? Enough is enough. Ambaye pesa yote ya housing, affordable housing, pesa ya SHA. Can you go straight to the point? Ametoa hiyo pesa yote kwa mabenki ya serikali kama KCB na National Bank. Ameweka kwa Sidian Bank. Yesu! Hiyo bank every day inatengeneza faida ya 21 million. Jesus is Lord. Na nia yake ni kupeleka pesa yote ya serikali Sidian Bank, ndio auwe benki zote za serikali ikuwe benki yake ndio imesimama. Gachagua ameamka tena. So after William Ruto ameattack Gachagua juzi akisema ati hawana akili. Gachagua naye kumbe alikuwa na hint ati William Ruto anakuwa accused, anataka kufanya nini? Anataka kunyakua Nairobi Hospital. Sasa unajua watu wengi hawakujua hii mambo ni serious. Paka wakati tumeona viongozi wa hiyo hospitali kama wameshikwa na wamefikishwa mahakamani.
Sasa unajua Gachagua anasema William Ruto amechukua economic sector, ako na kampuni ya steel, ako na kampuni ya kutengeneza tiles, ako na kampuni ya kutengeneza chuma. Yani ametake over economic sector, ni kama anaenda nyumbani kesho. Na unajua Gachagua anasema wanafanya hivi kwa sababu ati waliambiana wako injury time, ni kama wao ni one term. Kwa sababu anasema hakuna venye utakuwa unapanga kurudi alafu ufanye unyakuzi kama hiyo. So Gachagua amelipua huyu jamaa. Sijui kama William Ruto atahili. Sasa tukiachana na hiyo maneno, Oburu Odinga alichoma tena. Amejitokeza kuaibisha Wajaluo wote. Oburu Odinga. Aibisha Wajaluo kabisa. Alipewa microphone mbele ya Ruto, ambaye ni rais. Exactly. Oburu anaita Ruto Mr. Speaker sir. What? Anaita Ruto Mr. Speaker sir. Ai. Wacha Oburu aibishe Wajaluo. Kama unataka kuaibisha Wajaluo, aibisha Wajaluo. Watu wengi wamekuwa wakijua Wajaluo wamesoma. Yes. Wajaluo ni madaktari. Wajaluo ni maengineer. Kuita tu president, Mr. President, unaitana Mr. Speaker sir. We don't care. Sasa wewe unakaa aje? Alafu Oburu mwenyewe anajua ile building ya Raila anataka kunyakua. Unajua Oburu aliomba Ruto. Hapana. Mr. Ruto, naomba hizi jela zetu, upgrade jela. Nani anataka kushika kwa hiyo jela? Yaani wewe badala uombe dawa kwa hospitali, Oburu naomba Ruto upgrade jela. 70 years old. Wewe ukisema ukae kwa kiti kati ya Oburu na Kalonzo, kuna tofauti? Hakuna. Oh my God. Kalonzo alikuwa kuongoza, anajenga nini? Jela. Sasa hiyo Oburu anataka power, anaomba nini? Jela. Really? Oburu na Kalonzo wanafaa washikwe wote waende waonje jela. Munaniona vizuri? Huko juu munaniona vizuri? Mimi ndio Sifuna. Kwa maombi yenu na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu nasimama katika kanisa hili lenu mpya nikiwa bado katibu mkuu wa chama cha ODM, seneta wenu hapa Nairobi, na pia naibu kiranja wa walio wachache kwenye bunge la Senate. Sasa Oburu Odinga amechoma. Oburu Odinga anasema yeye ndio party leader, anapatiwa nafasi ya kuongea mbele ya rais wa taifa. Yani anajisahau hadi anaita rais Mr. Speaker sir. Unajua kwanza hiyo ni aibu. Ndazo unasikia wale watu